Yes, hapa sasa mzee wa chocho kwa chocho. Baada ya ukimya wa muda mrefu nilikuwa nasafiri kutoka chocho kuelekea chocho. Hebu kamata kwanza hii hapa, alafu kuna jibu utalipata. Pesa ninamaliza matatizo ninamaliza pesa. Ewe, umeipata hiyo? Pesa umaliza matatizo au matatizo ndo umaliza pesa? Unajua ni wapi? Zile ambazo zinafanya TV inapata moto, hizo ndo saizi yangu, chocho kwa chocho, na zileta kwenu ili muweze kuziona. Uona? Hii hapa bado inaendelea. Haruhusiwi kuingia ndani mtu yoyote kwa siku ya leo. Yaani mimi hapa sitaki. Subiri nikuoneshe. We, utaelewa tu. Hizo ndo zinafanya TV za watu zinapata moto. Unajua wapi? Ikanibidi nisafiri kutoka chocho kuelekea chocho ili kujua ni zipi ambazo zinafanya TV za watu zinapata moto. Sasa unataka kujua ni wapi udugu? Unataka kujua Nikapanda chopa wanaume. Mzee wa chocho kwa chocho, nikapanda chopa. Sasa tatizo, dereva wa ndege nikamwambia udugu tupite shortcut, yeye akapita Los Angeles, Madagascar, huko Sony Vegas, kufika msitu wa Cambodia. Ndege silikaisha mafuta, akapaki pale. Nimekuja mimi hapa kwa marafiki zangu kwa ajili ya kufanya jambo ili taarifa hii niifikishe hapa. Alafu makao makuu ya ndege wameenda kununua mafuta ili wanirudishe nyumbani baada ya kujua nini kinaendelea. Sasa hapa mwamba tunataka tupate majibu yake kutoka kwenye hii kazi. Ni kazi gani? Inapatikana wapi? Na inaitwaje? Huyo hapa mwamba. Jambo. Habari kwa wote, mnaendeleaje? Kwa majina ni Bennett Jafar Maliki, msanii tokea Uganda, katika mji wa Bwera. From Leaders of Films Company is my destiny. Mimi ni msanii pia ni director katika kundi hiyo. Bwana Yesu anasema upigwe shavu la kushoto, mwakie la kulia, pigwe na huku pia. Shwari kabisa. Huyo ni Bennett Jafar Maliki, ana majina mengi, from director Leaders. Huko utajua wenyewe, taenda sawa tu. Ndugu Bennett Jafar Maliki, safi tu. Maana nimeona umezungumza, akupigae shavu la kushoto mrudishie na la kulia. Ni bonge la ujumbe hilo. Sasa mashabiki na wadau wako wanataka kujua nini lengo na dhumuni la hiyo kazi yako ambayo unaifanya kwa sasa. Kwa kuwa mashabiki wanataka kujua nini lengo ya hii kazi yetu. First of all, kazi yetu inaitwa jinai. Jinai ni kosa linalosababisha madhara kwa mtu au kwa binadamu yeyote. Hii kazi tuliandaa tukiwa tunatulia ili kuweza kuishauri jamii kitu kikubwa, kuweza kuwaondoa katika ile roho mbaya na kuwaweka katika ile roho nzuri kiufupi. Ndio maana tunafocus sana kwenye hii kazi yetu ili watu waweze kuburudika na hii kazi. Safi, kazi inaitwa jinai. Unajua maana yake? Ukisikia amefanya kosa la jinai, hiyo ndo jinai yenyewe. Sasa unataka wajifunze nini wewe kupitia hiyo kazi yako? Kwenye kazi yangu nataka wajifunze jinsi ya kuishi na watu. Maana inapotokea changamoto fulani kwenye maisha, unatakiwa uone jinsi ya kujitunza ama jinsi ya kujichunga. Unajua, kwenye kazi yangu nimeonyesha sio vizuri kupenda pesa. Maana ukipenda pesa sana, mwisho wa siku unaangukia pabaya. Sasa ndugu Maliki,
Nani wewe, utajua mwenyewe huko. Sasa je, ni kitu gani ambacho wewe unakichukia sana ama haukipendi wakati wa kuandaa hizi kazi zako? Kitu kikubwa ambacho nachukia kuliko kila kitu ni pale tunapoingia location, unakuta msanii hajafanyia kazi yake, hajafanyia script kazi yake. Unakuta msanii alikuwa anakataa kufika marejesho, eti anafanyia script kazi yake, lakini siku ya shoot unakuta hajakariri chochote. Kitu cha pili ni kufika nyuma ya muda tunapokuwa tunaandaa kazi yetu. Kitu cha tatu ni kutokufuka sana na kazi yako. Na kitu cha mwisho kabisa, unakuwa ni mtu ambaye hujui kitu gani unatafuta. Ni vitu ambavyo sipendi kabisa kwenye kazi yangu, na kwenye kazi zingine sitamani zijirudie kabisa. Kuhusu changamoto zipo nyingi jamani. Unajua changamoto hizi ndo zinavurugisha watu vikichwa na zinawafanya wawe na experience kwenye kazi yao. Tumepitia changamoto kibao sana kwenye kazi. Ilikuwa inafikia kiwango tunaanza nyuma ya muda. Tumesikilizana kwamba tunatakiwa tuanze shoot saa 3, tunakuja kuanza saa 4. Nafikia kiwango msanii anakuambia leo nipo busy sana, sitaonekana kwenye kazi. Alafu kitu cha kushangaza zaidi mnafika huku katikati ya kazi, mnakaribia kumaliza, tunakuambia itowezekana niendelee na kazi, mambo fulani yamenisonga, kiufupi siwezi kuendelea kufanya kazi na nyinyi. Unamwangalia, una mind, kichwa kinazunguka kama muandaaji. Yaani wewe kama muandaaji unalazimika kwenda kumlilia tena, tunatakiwa tufanye hivi, mara hivi. Unamuonesha faida ya kazi ambayo tunafanya, sababu unajua nini mnachokilenga kwenye kazi yenu. Changamoto zilikuwa nyingi kipindi cha shuti wallahi. Yote tulikuwa tunafanya tu ili kuandaa kesho yetu kabisa. Pia kwenye changamoto za editing, hapo ndo siseme. Kazi zilikuwa zinapotea. Zikishapotea tunarudi tena location kufanya kazi, sababu hatukuwa na namna wala jinsi jamani. Ilikuwa ni vitu ambavyo vinaumiza sana, lakini changamoto zipo kibao sana. Nikisema nizungumzie sasa ni hadi kesho tunazungumzia hizo changamoto. Hapo nimekata tu kwa ufupi. Vipi kuhusu management? Unahitaji kupata management yoyote ama wewe uko vizuri, unajitosheleza kwenye kazi zako? Hebu tuambie hapo. Kujitosheleza? Hapana kabisa. Maana sisi ni vijana, tunatakiwa tupate nguvu ya kuegemea ili tuimarike na kufika popote. Mnajua wakati ambao unasapotiwa na mtu, unalazimika kufanya vizuri ili aendelee kuwa support zaidi. Lakini kwenye kujitosheleza bado hatujafikia kiwango hicho, sababu ndo tunajitafuta. Lakini tunapambana tu kadri ya uwezo wetu. Lakini maanaje yakiwepo, wenda tutafanya mambo makubwa zaidi na kufikia sehemu fulani ambapo watakuwa wanatarajia wenyewe. Maana changamoto zipo nyingi sana. Inahitaji mtu awe amefanya vitu vikubwa sana kwenye career yake ili kujitosheleza. Sio rahisi. Maana hata wasanii ambao wapo kwenye malebo bado hawajitosheleza. Kila mtu anahitaji mtaji tu. Okay, safi. Je, ukiachana na wewe hapo, ni msanii gani ambaye unapenda kumfuatilia hapa Uganda ama nchi ya Uganda? Ni nani ambaye unapenda kumfuatilia wewe kati yao? Ni nani ambaye unapenda kumfuatilia wewe? Natamani kuwa kama Vincent Kigosi. Maana ni msanii pekee ambaye nafuatilia sana kazi zake hapa Afrika. Tena sana. Napenda anavyoingia kwenye mchezo. Napenda anavyoigiza. Ni msanii ambaye natamani kuwa kama yeye. Natamani kuwa kama yeye kwenye career yangu. Hapo mbeleni
natamani kufikia hata punde ya kipaji chake aise. Lakini wando huko baadaye nikishafikia kiwango hicho ndo naweza kutamani kitu kingine. Lakini katika level hii natamani kuwa kama yeye, kama Vincent Kigo. Yes, nimeipenda hiyo. Je, unawaahidi nini sasa mashabiki zako? Mashabiki wanaofuatilia kazi zako kutoka Leaders Films Company hapo jiji la Uganda, unawaahidi nini wewe mashabiki? Nawaahidi kwamba kazi zangu watazipenda huu mwaka na nitaendelea kufanya kazi nzuri ambazo watazipenda. Na kitu kingine, nitafanya kazi nzuri kuliko hizo nilizowahi kufanya huko nyuma. Wanapataje kazi zako kiurahisi kupitia mitandao ya kijamii? Hebu tulete sasa, tujue tunakupata vipi wewe, au wanakupata vipi mashabiki ambao hawafahamu kwamba kuna madude kwenye platform kama zote. Kazi zangu zinapatikana haswa tunaporusha episode za kwisha YouTube. Pia ukiingia TikTok unaweza ukapata, unaandika tu Leaders of Films Company is my destiny, moja kwa moja inajileta na unapata. Lakini kuhusu hii kazi yetu mpya Jinai, ukiingia tu YouTube unaandika Jinai coming soon, moja kwa moja yenyewe itajileta na unapata. Kwenye platform kama zote unapata kazi. Lakini kiharaka kupata kazi unaingia YouTube, maana kule ndo kuna chakula ya kuiva, yani kuna mbivu kama yote. Okay, safi. Sasa kutokana na muda wangu nanitupa mkono, natakiwa nikapande chopa niweze kugeuka. Lakini sasa je, unawaambia nini mashabiki wa Mzee wa Chocho wanaofuatilia kipindi hiki cha Mzee wa Chocho, kusaka zile ambazo zinapata moto kwenye TV za watu, ama TV za watu zinapata moto? Unawaambia nini wewe? Kwa mashabiki wa channel ya Mzee wa Chocho, sema tunashukuru na kufurahi sana, maana Mzee wa Chocho wana channel yake ndio watu pekee ambao walotukaribisha. Ni furaha tosha kabisa. Na hii channel yetu patapita wasanii wengi, mtawaona na mtawapenda pia, lakini msisite kuwa support na msichoke kabisa kuwa support na muendelee kuwakosoa. Kwa watu ambao mnaendelea kutusupport, tunaomba muendelee kutusupport kama mnavyosupport watu wengine. Inakuwa ni kitu ambacho kinafurahisha na tunapenda sana hilo kabisa. Tunashukuru sana tena sana, na uhakika tutakutana tena huko mbele tukiwa na kazi zingine mpya ambazo tunaandaa. Lakini kwa majina nitatenda Bennett Jafar Maliki, msanii tokea Uganda katika kundi la Leaders of Films Company is my destiny. Mimi director wa hiyo kundi na nimetumika kwenye Jinai sana. Okay, safi kabisa. Bwana kipindi changu kimeishia hapa leo. Mzee wa Chocho kwa Chocho nilikwea pipa, lakini jamaa amepita chocho nyingi, na hapa ndo ameniambia kwamba wametoka kuchukua mafuta. Dege linawaka huko, ili nipande chopa nigeuke zangu nikamcheki bibi wa Chocho. Leo nimemzimia simu, leo atakukuruka baada. Twende ukaisikie hiyo, ukaione. Endelea kufuatilia, dude linakujia kutoka Uganda. Tutaelewana tu. Tilipu hii najua nitaenda wapi. Sikwambii. Ege inaniacha. Ndo wamba amerudi kuchukua mafuta. Tilipu hii baada ya makao makuu ya Tanzania kwenye vitengo vya airport, mambo ya ndege, usafiri. Kama hujamfikisha Mzee wa Chocho Uganda na akasoma habari zake katikati ya mji usiyefahamika, Chocho kwa Chocho, tunaomba umrudishe ulikomtoa. Sasa wamepata mafuta, naenda kupanda chopa
narudi Tanzania. Jamani, hii ni chocho kwa chocho. Ila unaanisha. Inabidi ufanye hapo nifanye yangu. Haruhusiwi kuingia ndani mtu yoyote kwa siku ya leo. Yaani mimi hapa sitaki. Subiri nikuoneshe. Takuwa. Pende usipende. Hivi unafanana nini kwenye familia yangu? Sije kufanana na mimi hapa. Au yule bibi mwanga anayepita na usiku. Sijui chochote na kuapia. Tambua bahati ina miujiza, lakini haina ahadi. Ona, basi hakuna yule aliyeamini kuwa Yuda Iskarioti angemuuza Yesu, japo alikuwa miongoni mwa wafuasi wake. Ila ili azidishe pesa alifanya hivi. Si kuishi maisha marefu ndio kujifunza, ila kuona mengi ndio kujifunza kitu chochote. Tambua, kisichofika mwakani kinaweza fika ndani ya siku moja. Nitamtafuta aliyesababisha kifo ya Tina. Niambie ulipoweka hizo hatimiliki. Asante kwa matusi. Bwana Yesu anasema, pigwe shavu la kushoto, mwakie la kulia. Pigwe na huku pia.